Watu wengi wana ndoto kubwa sana maishani. Ndoto za kuwa matajiri, ndoto za kuanzisha biashara, ndoto za kubadilisha maisha yao. Lakini kuna kosa moja kubwa sana watu wengi hulifanya. Wanazisema ndoto zao kwa kila mtu mapema sana. Na cha kushangaza ni kwamba mara nyingi baada ya kufanya hivyo, ndoto hizo huanza kufa pole pole. Lakini swali ni kwamba, kwa nini ndoto nyingi hufa mara tu unapozisema kwa watu? Katika video hii nitakuonyesha sababu muhimu sana ambazo watu wengi hawazijui. Moja, unapopata kuridhika mapema. Kuna kitu cha ajabu sana kinatokea kwenye ubongo wa binadamu. Unaposema ndoto yako kwa watu na wao wanakusifu au kukupongeza, ubongo wako unahisi kama tayari umefanya kitu kikubwa. Unapata hisia za mafanikio kabla hata hujaanza kufanya kazi. Matokeo yake ni nini? Motisha yako inapungua. Badala ya kufanya kazi kwa bidii, unaanza kuhisi kama tayari uko njia kufanikiwa. Ndoto yako inaanza kufa pole pole. Lakini pili, watu wengi hawatamani ndoto zako. Ukweli mchungu ni huu hapa. Sio kila mtu anayeweza kuona kile unachokiona. Unapoambia watu ndoto zako, baadhi yao wataanza kusema, hiyo ni ngumu sana, au haiwezekani, au wanakwambia unajidanganya. Maneno haya yanaweza kuonekana madogo, lakini polepole yanaanza kuingia kwenye akili yako. Unaanza kujishuku, na hapo ndipo ndoto yako inaanza kufa. Tatu ni wivu wa watu. Kuna watu ambao hawapendi kukuona ukifanikiwa. Hata kama hawatasema wazi, ndani yao wanaweza kuwa na wivu au chuki. Unapoambia ndoto zako mapema, baadhi yao wanaweza kukukatisha tamaa, kukubeza au kukudharau. Na nguvu hii hasi inaweza kukuathiri zaidi kuliko unavyofikiria wewe. Ndivyo maana watu wengi waliofanikiwa sana huwa wananyamaza mpaka matokeo yaonekane. 4, unaanza kuongea zaidi kuliko kufanya. Kuna hatari nyingine kubwa sana. Unapozungumza sana kuhusu ndoto zako, unaanza kufurahia mazungumzo badala ya kazi. Unaelezea kila mtu mpango wako, biashara utakayoanzisha, maisha utakayokuwa nayo. Lakini ukweli ni kwamba hakuna kinachoendelea kwenye vitendo. Ndoto yako inabaki kuwa hadithi tu. 5, watu wanaweza kuvuruga mpango wako. Unapoambia watu wengi kuhusu ndoto zako, wataanza kukupa maoni yao. Kila mtu ana mawazo tofauti. Mwishowe unajikuta umechanganyikiwa, umebadilisha mpango mara nyingi au umeacha kabisa. Ndoto yako inapotea kwa sababu ya kelele za watu wengi. 6, ndoto zinahitaji ulinzi. Kama mbegu ndogo, mbegu ikipandwa leo haiwekwi hadharani. Inawekwa chini ya udongo ili ikue taratibu. Ndoto zako pia zinahitaji ulinzi. Sio kila mtu anapaswa kuzijua. Zilinde mpaka zikue, na siku moja watu wataona matokeo bila hata kuwaelezea. Ukweli ni huu hapa. Sio kila ndoto inapaswa kusema mapema. Wakati mwingine kimya kina nguvu kuliko maneno. Fanya kazi kimya kimya. Jenga ndoto yako pole pole, na siku moja mafanikio yako yataongea kwa niaba yako. Nimalizie kwa kusema jambo moja muhimu sana. Ndoto ni kama mbegu, na mara nyingi kipando inatakiwa kufichwa. Binadamu wana mambo mengi sana. Wengine wako vizuri kiroho, wengine kifikra, wengine kumwangusha mtu katika mindset. Kwa hiyo kaa kitaalamu. Ukimwambia mtu ndoto yako mapema sana na akaiona hii ndoto inaenda kumfikisha mahali pazuri, au mpango anaoniambia unaenda kumfikisha mahali pazuri, basi nia yake pia kukuangusha kiroho inawezekana. Anaweza kukuattack spiritually. Kwa hiyo kuwa makini. Kama umejifunza kitu muhimu kwenye video hii, andika kwenye comment, nitafanya kazi kimya kimya. Lakini usisahau kulike, subscribe na kuwasha notification, kwa sababu hapa tunazungumzia maisha, akili na mafanikio. Mimi nasema asante, tukutane kwenye video inayofuata, na bye bye.